Narudia. Kwa sababu najua kuna watu hawajanielewa na kuna msikilizaji hajaipata vizuri. Maamuzi yako kwenye uwezo wako, lakini matokeo ya maamuzi hayako kwenye uwezo wako. Unaweza ukaamua leo na kubadilisha maamuzi kabla hujayafanya. Ukishayafanya yale maamuzi unayofanya yanakuwa ni vitendo, si ndio? Matokeo ya vile vitendo hayako kwenye uwezo wako tena. So wewe unaweza kuchange, unaweza kubadilisha maamuzi yako, lakini huwezi kubadilisha matokeo ya maamuzi yako. Mimi najua watu wamegombana na mume wake siku 2 akaondoka. Baada ya kuondoka kwenye nyumba yake amelilia kurudi na hajaweza kurudi. Na hakufukuzwa, aliondoka yeye. Kuna baba mmoja mkewe waligombana, mkewe akaondoka tu. Alipoondoka yule baba hakufurahia, lakini akajikaza tu, yani sasa nifanyeje, ameondoka. Alipotaka kurudi akaambia, yani ngoja nitafakari kwanza. Yani ulivyoondoka ulifanya nijisikie kwamba sifai, yani uliona yani hatuwezi kutatua sasa, yani kwa kweli naomba uendelee na safari yako. Pastor, ni kweli na mimi namfahamu mtumishi mmoja, sitamtaja jina. Mkewe aliondoka kwa hasira za kijinga tu. Akaondoka akaenda zake nyumbani. Jamani, wale kina dada mnaoamwaga huko maamuzi mengine yanakuwa ya kijinga, ni Davida ndo anaongea. Akaenda nyumbani kwa kwa sababu hakuna kitu serious ambacho wewe na mwenzi wako mnaweza kushindwa kutatua. Sasa yeye na mwenzi wake, yeye akakimbia kuondoka badala ya kukimbilia kutatua. Exactly. Nayo ni maamuzi. Ndiyo. Kuamua kuondoka badala ya kutatua tatizo. Alivyoondoka akafika kwao kakaa kama wiki 2 hivi. Alafu narudi. Anajileta baba sasa. Nini? Akamwambia ulivyoondoka ulienda kuchukua nini? Na umesahau nini? Na kule ulikoenda ulienda kufanya nini na umerudi kufanya nini? Yani hakuwa na la kusema isipokuwa yani ndoa ndo ilikufa hapo. Jamani. Yeah.